Ataniita nami nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Ataniita nami nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya kwanza ya Kwaresima katika mwaka C wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 26 aya 4 hadi aya 10. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 10 aya 8 hadi aya 13. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 4 aya kwanza hadi aya 13. Tusikilize Injili takatifu. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Injili ya Bwana. Kila mwaka wa Kanisa, Dominika ya kwanza ya Kwaresima, Injili inahusu kujaribiwa kwa Yesu baada ya ubatizo wake na kujazwa Roho Mtakatifu. Katika mwaka A wa Kanisa huwa tunamsikia mwinjili Mathayo anatueleza kuhusu hilo, na katika mwaka B wa Kanisa huwa tunamsikia mwinjili Marko anatueleza hilo, na katika mwaka huu C wa Kanisa tunamsikia mwinjili Luka anatueleza hilo. Majaribu matatu ambayo Kristo anayapata baada ya kufunga kwa muda wa siku 40 usiku na mchana yana mafundisho kwetu sisi wasikilizaji. Kwanza, namba 40 kibiblia ni namba inayoonyesha ukamilifu, yaani muda wa kutosha wa maandalizi ya tukio maalum. Kwa mfano, katika mpango wa Mungu wa kuokoa Waisraeli kutoka utumwani Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, walikaa jangwani kwa muda wa miaka 40. Rejea kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya 6. Musa alikaa mlimani siku 40. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 28. Gharika ilichukua muda wa siku 40. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya 17. Na Waninawi
walifunga siku 40. Rejea kitabu cha Yona sura ya 3 aya ya 4 hadi aya ya 5. Katika hayo majaribu matatu, kila jaribu Yesu analijibu kwa kurejea maandiko matakatifu, na anaanza na neno imeandikwa au imenenwa. Hayo majibu yanatoka katika Agano la Kale. Kwa mfano, jibu la Yesu kwamba mtu hataishi kwa mkate tu linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3. Jibu la Yesu kwamba msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake, linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 13. Na jibu lake lingine kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 16. Hivyo ndugu wa Kristo, tujijengee utamaduni wa kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu, maana ndio silaha yetu katika kuvishinda vishawishi. Kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma, kujaribiwa kwa Yesu, tunapata fundisho kwamba hapa ulimwenguni kuna vishawishi. Pale tunapofanya maamuzi ya kujikatalia na kutangaza vita vya kiroho, maendeleo ya kiroho ni pamoja na kujinyima. Yesu ameweza kushinda majaribu kwa sababu hajaruhusu tamaa za mwili zimtawale kuhusu chakula, japokuwa alihisi njaa, kuhusu mali na mamlaka, na kuhusu kumjaribu Mungu, ingawa vyote vipo ndani ya uwezo wake, lakini ni fadhila ya unyenyekevu iliyotawala maisha yake katika asili ya ubinadamu na uungu. Kumbe nasi kwa sala, mafungo, neno la Mungu na matendo ya huruma twaweza kuyashinda majaribu kama vile majivuno, uwivu, vinyongo, uchoyo, dharau, kiburi, hasira, umbea, matusi, chuki, uvivu, ulevi, uzinzi, roho mbaya, starehe na anasa. Basi Kristo ambaye ni kuhani mkuu aliyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, na alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi, anatufundisha kuwa kesheni, muombe msije mkaingia majaribuni, kwa maana roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 41. Nawatakia mfungo mwema wa Kwaresma ndugu wasikilizaji, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.